Sababu ya wema wake ambaye ametujalia siku ya leo, ili kusudi kila mmoja ataketi chini ili tukaweze kusikia Mungu anavyotuwazia. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Maana ni Mungu ndiye aliyeandaa siku itwayo leo. Maadamu mimi nimepatikana na hata wewe umepatikana mahali hapa kwa ajili ya neno lake na kwa ajili ya kupata uzima wa milele. Maana Bwana Yesu Kristo alipokuja duniani alikuja ili mimi na wewe tuwe na uzima tele. Jina la Bwana litukuzwe. Maana manabii wengi wameingia katika dunia hii. Wakristo wengi wa uongo wameingia katika dunia hii. Na wengi wamekuja kwa jina la Bwana. Lakini siku ile itakapofika, Bwana anasema kila mmoja ataonyesha kazi aliyeifanya. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kama wewe ulihubiri injili ya kweli, Bwana atakapokuja siku ile ya mwisho, Bwana atakifungua kitabu. Atakifungua kitabu akiangalia kila mmoja. Akiangalia wewe ulifanya kazi gani ya hasara. Na wewe ulifanya huduma gani ambayo ilinifaidi. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kuna wahubiri ambao wanahubiri injili ya hasara dunia hii. Na kuna wahubiri ambao wanahubiri injili ya kweli ambayo inayoenda usimani. Injili ile inayokubalika, injili inayokomboa, injili inayoponya. Jina la Bwana litukuzwe. Maana wana wa Mungu wana siri. Na Bwana anasema walie wake hata kosa kuwafunulia siri hiyo. Siku na wahubiri wanatuambia siku ya kurudi kwa Bwana hatutajua. Atakuja kama mwizi. Lakini tunajua ni kwa nini Bwana atakuja kama mwizi. Atakuja wale ambao hawamjui ndio Bwana atakuja kama mwizi. Lakini sisi Bwana anasema tutajua ishara ya kurudi kwake. Jina la Bwana litukuzwe. Walie wa Mungu hawatakosa kuona ishara. Walio wa kweli, watakatifu wa kweli, hawatakosa kupata ishara. Lakini kwa wale walio huko nje, Yesu atarudi akiwa kama mwizi. Ati kama mwenye nyumba angelijua mwizi atakuja saa ngapi, angelikesha. Hivyo ndivyo pia neno nalo linatuambia kuwa hawa walio watakatifu, kwa sababu wanajua kurudi kwa Bwana wao, wanajua majira haya, wanajua ishara na dalili ya kurudi kwake. Jina la Bwana litukuzwe. Maana Bwana alituambia tutakuwa na dhiki, tumeona dhiki iko. Alituambia tutakuwa na njaa, tumeona njaa. Akasema tutakuwa na vita na tunaona vita vinaendelea. Jina la Bwana litukuzwe. Akasema tutaona mafuriko. Na mafuriko tumeona watu wakifa katika maji. Kule Nairobi watu wamekufa karibu 200. Kwa hivyo tukijua Bwana aliposema, hiyo ni baadhi ya ishara ya dalili ya kuonyesha kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini sasa tukae tukijua, kwa sababu Bwana ndiye aliyetuambia anatukujia sisi tulie wana, tulie wateule, tulie watakatifu. Bwana anaporudi asitukuta ati tukiwa wavivu tunasema sasa tunangoja. Unajua Bwana alisema tukiona hizi ishara sasa tutafanya kazi. Jina la Bwana litukuzwe. Maana anasema kuna wale atawakuta shambani hawatarudi nyumbani. Kuna wale atawapata njiani hawatarudi nyumbani. Kuna wale ambao watakuwa wamelala wawili, mmoja anajakuliwa, mwingine anabaki. Haleluya. Amen. Si hizo ishara zote Bwana alituambia? Na akasema wengine hawataonja mauti. Jina la Bwana litukuzwe. Maana mauti ni kwa wale watu ambao wengine ambao watakuwa wamekufa. Bwana anasema wale walio watakatifu watakayokuwa wamekufa, kumbe watakuwa wamekufa, bali watakuwa wamepumzika. Siku ya barabara inapolia, makaburi inafunguliwa, watakatifu hao wanafufuliwa, hao wanampokea Bwana, wanamlaki kule mawinguni. Amen. Na walio katika mwili wao unabadilishwa, unawekwa utukufu, mwili usiokufa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen.
Na sasa sisi tukiwa wana wa Mungu tuangalie, je, tutajichanganya na matope ama tutaenda katika maji yaliyo masafi? Maana Yesu Kristo ndiye maji iliyo safi, maji ambayo tukinywa hatupati kiu, maji ambayo tukioga hatuwezi yatavuka. Yani yeye ni maji iliyo ya kweli, maji iliyo safi, kisima ambacho hakikauki. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua Yesu aliambia huyu mwanamke Msamaria alipomkuta kwenye kisima, akamwambia, wewe mama, ninaomba unipe maji ninywe. Na huyu mwanamke akaanza moyoni mwake akasema, mimi kamwe, tangu lini Wasamaria na Wayahudi wakawa wanashirikiana? Inawezaje mimi nikupe maji wewe, na wewe ni Myahudi? Lakini hakujua anaongea na Bwana mwenye maji, yeye mwenyewe ndiye maji ya uzima. Lakini walipoendelea kuongea, ndio huyu mama akaangalia, akaona kweli huyu anayeniongelesha sio yule Myahudi niliyokuwa namtania, bali ni Mungu aliye wa kweli, ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Na alipomshuhudia mambo mengi, alipomwambia mpaka siri aliyokuwa nayo, akamwambia hata mume uliye naye sio wako, uko na wanaume zaidi ya 6, lakini hauna hata mume wa kweli, hao wote ni wa uongo. Jina la Bwana litukuzwe. Na sasa wanaume ambao sisi saa hii tulio nao, ambao wale wanaume yale madhehebu tulio ndani, hayo madhehebu sio kweli, bali Bwana wetu wa kweli ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Najua ukiwaenda kule kwa dhehebu ambayo tulikuwa tunashiriki kwa sababu tumepewa majina na vitabu vya kule. Lakini kumbe hao ndio si wanaume wa kweli. Lakini tunawe mume mmoja ambaye ametupoza aliye Kristo Yes. Jina la Bwana litukuzwe. Kumbe hawa ati ninapoenda kule, ninapokutana na hawa watu wengine, tukihubiriana uongo, kumbe ati tuko katika wanaume wengi, lakini si hakuna mwanaume aliye wa kweli. Kumbe mwanaume wa kweli ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amekuja kutupoza sisi tukiwa wanawake wake. Maana kwa Mungu hakuna mwanamke na hakuna mwanaume. Jina la Bwana litukuzwe. Katika ufalme wa mbinguni hakuna atakayeonekana ati mimi ni mwanaume, mimi unajua. Sisi wote tunaitwa wake za Yesu Kristo. Sisi tumepozwa. Kanisa ni mke wa Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Maana Bwana neno linatuambia hivi, ndani ya neno hili mtumishi Paulo anasema, kama vile kanisa linavyomtii Kristo, naye wake watii waume zao kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Kwa sababu sisi tukiwa kanisa, sisi tunafaa tumtii huyo Bwana wetu. Maana tumefananishwa na mwanamke. Kwa Mungu hakuna mwanamke wala mwanaume. Sisi wote tunafanana, kwa sababu sisi wote ni viungu katika mwili wa Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hakuna kusema ati hii ni kitole, ati mimi ni mkono, ati sasa mkono yaseme mimi sitaki vitole. Sisi wote tunahitajia. Jina la Bwana litukuzwe. Maana mimi nikisema mimi ndio sasa, mimi ndio shingo, hata nikiwa shingo ama nikuwe kichwa, kimoja kikiumia sisi wote tumeumia. Jina la Bwana litukuzwe. Hata unaona aka kameno unakaona ni kama fupa, lakini wacha kaumie, huwezi kuwa na amani. Na ni mwili wote, si ati ni hapa tu. Ni mwili wote unaumia. Kwa hivyo tukiwa mwili wa Kristo, tukiwa mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, kimoja kinapoumia sote tumeumia, na kimoja kinapotukuzwa sote tumetukuzwa. Haleluya. Amen. Maana Bwana ndiye anataka hivyo. Bwana ndiye anayekusudia kuwa wana wa Mungu. Siku zote tuwe wana wa Mungu. Siku zote tumpendeze Mungu. Siku zote tumtumikie Mungu katika roho na kweli.
Maana alimwambia mwanamke Msamaria, akamwambia kuwa kuanzia leo, tangu sasa hivi, waabudu halisi wa kumwabudu Baba yangu hawatamwabudu katika mlima wala Yerusalemu, mbali katika roho na kweli. Haleluya, amen. Lakini tutaenda tukusanyike kule kwa madhehebu, tukutanike kule, tuhubiriwe, hata tukule sakramenti. Lakini kumbe hata tufanye hivi vitu vyote, sisi Bwana anasema hatujafikiria. Tunataka tufikirie ukweli ambaye ni ya Bwana mwenyewe, elimu ya Bwana mwenyewe. Sasa atufundishe elimu ya Bwana mwenyewe. Anapotufundisha, anatufundisha ukweli, anatuletea uzima, neno lililo la uzima, neno ambalo lilikataliwa na waasi, neno ambalo limekataliwa na watu wengi. Ndio naona watu wengi hata wanafarakana na imani hii, kwa sababu wanajua hapa kuna ukweli na hawawezi kubali watu wajue ukweli. Ndio naona wanawazuia, wanasema hapana, sisi ni watu hawa, hatuwezi kukubaliana na huyo. Haleluya, amen. Maana unajua njia hiyo, neno, unaona mwimbaji aliimba wimbo moja akasema, njia hiyo ni nyembamba iendayo uzimani, njia hiyo ni nyembamba iendayo uzimani, njia hiyo ya wateule iendayo uzimani, hiyo ni nyembamba iendayo uzimani. Yaani njia hii ambayo ni Bwana wetu Yesu Kristo, hiyo njia ni nyembamba, sio kila mtu anaishika. Ni wengi wanaendaga, wanafika hapo wanateleza. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Unajua hiyo kanjia, hata hii mesa ni kubwa. Yaani hiyo njia ni ile yenye ukitembea unahakikisha mguu iko hivi, unatembea hivi. Ukiteleza kidogo wewe umeanguka kwa shimo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na huku chini kwenye shimo kuna wanyama ambao ni hatari. Na sasa inabidi ujishikilie, ukatalie, unasema hakuna, mimi hapa hata iwe nini, hata upepo ikuje ifume, mimi niko nang'ang'ana ifike kule mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe. Hata tumehubiriwa kuwa hakuna kwa hii nini, hakuna uzima hapa duniani tu ndio tutaishi na tukule na tukunywe, maisha yetu ni hapa duniani. Tumehubiriwa, lakini sisi tumeambiwa na Bwana mwenyewe, na Bwana mwenyewe anazidi kututhibitishia kuwa kuna uzima, kuna mbingu mpya na kuna nchi mpya ambayo ni Yerusalemu mpya, ambayo wateule tu ndio wanakayopatikana mahali pale, na si watu wengi. Najua wateule, si tunakuwa na watu wengi ambao wameitwa. Hata tukienda interview, tunaweza kuenda interview watu 10,000 na wanataka watu wangapi? 5. Lakini katika interview tumeenda watu 1000 ngapi? 10. Lakini watakayeteuliwa ni watu wangapi? 5. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna cheo moja inakuanga kwa jeshi, inaitwa kadeti. Kadeti Kenya mzima wanachukua watu wangapi? 5. Na hao 5 wenye wana apply hiyo cheti, yani hiyo cheo, wana apply watu zaidi ya 50,000 ya Wakenya. Lakini wanakuja wanachujwa mpaka wabakisha watu wangapi? 5. Kwa hivyo hata neno, hata kwa wale watakatifu, kwa wale walioitwa, wakaitwa kwenye karamu, wakaambiwa njooni kwenye karamu, lakini wale ambao wamekuja kwenye karamu watachukua wale pestman ambao watasimamia ile karamu. Jina la Bwana litukuzwe. Mbona sio watu wote watasimamia hiyo karamu iko hapo? Si kuna wale tu ambao Bwana amesema sasa hawa ndio watafaa suti kama bwana harusi, nao huyu atafaa mavazi kama ya huyu bibi harusi, nao watakuja katika hii sherehe, nao watakuwa waheshimiwa.
Sasa tujue kuwa ukiitwa mteule, mteule hajichanganyi. Mteule haendi kwa waganga. Mteule asikii sauti za wanadamu. Mteule anasikiliza Mungu wake anasema nini. Anasikiliza sauti ya Mungu. Na kama sio yeye anaona, kuna wale watumishi ambao Bwana amewapa mafuta ya kuona. Anakuja kwa mtumishi huyo, anauliza, je, hapa kunaendaje? Naenda ama hapana? Jina la Bwana litukuzwe. Na Bwana akisema hapana, ni hapana, na akisema ndio, enda. Ukienda huko unabarikiwa, unakuwa mtu ambaye watu wanajifunza kwako. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kuna jambo Mungu atakupa. Ukifika huko watu watakapokuona, sio yule ambaye wamezoea kukuona, wanakuona tofauti, mpaka wanaanza kukuja, kwani wewe mbona siku hizi umekaa hivi? Mbona umekaa hivi? Ati kumbe katikati yao Bwana anafanya nini? Anajitukuza. Wakati amekuruhusu uende, lakini wakati amesema usiende na uende, mambo utakutana nayo. Unaanza kusema, niliambiwa na nikapuuza. Ningelijua singelifanya. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo wana wa Mungu, tujue Mungu anatupenda. Tujue Bwana wetu anatupenda na anatujali na anatutakia mema. Anataka tutende vile yeye anavyotaka. Tuende vile Bwana mwenyewe anavyotaka. Anataka wana wa Mungu tuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, mwisho tupate uzima wa milele. Sisi wote tukiwa katika kanisa la Mungu, tuwe kitu kimoja, tuwe katika ushirika moja, tuwe katika nia moja, tuwe katika tumaini moja. Jina la Bwana litukuzwe. Maana tukiwa katika tumaini moja, tunie mamoja, tuyanene mamoja, tuyashuhudie yale ya kweli, hakuna mahali adui ataingia katikati yetu hata kutukonga hata siku moja. Jina la Bwana litukuzwe. Maana wakati adui anakuja kuingia hapa, ameonekana. Akikuja kujificha hapa, ameonekana. Akikuja kwa huyu mtoto ampe usingizi bila anampa hivi, tunamuondoa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Usikubali aingie hapo. Sawa? Maana tumemuona anakupa usingizi ili sisi zote tulale, tusisikie neno. Sasa ukitoka hapo wakikuuliza watu walikuwa unafundisha nini, utasema? Utasema? Na hapa ni nje na unalala, na sasa ingekuwa ndani. Jina la Bwana litukuzwe. Ukiwa hapa jifunze, hata ukitoka hapa nje usikie nini, nao hata ufundishe wengine. Sasa utafundisha nini watoto wenzako? Utawafundisha ati nililala? Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo tuwe wana wa Mungu siku zote, tukaweze kumjua Mungu, tukaweze kufahamu ukuu wa Mungu katikati yetu. Neno linatuambia hivi katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari ni wa kwanza. Naanza na mstari wa kwanza. Nijaposema kwa lugha za wanadamu, kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatu ufumao. Jina la Bwana litukuzwe. Yaani nijaponena lugha za malaika na lugha za wanadamu na sina upendo katikati yenu, sina upendo, sipendi wenzangu, sipendi kanisa, sipendi watumishi, sipendi huduma, sina upendo katika kazi zao, Mungu ananihesabia, anasema hiyo ni bure. Hiyo mambo ninayoyafanya, hata kama nitanena katika ndimi, hata kama nitanena katika lugha gani, Bwana anasema nitakuwa kama ile upepo tu unaofuma. Yaani kitu ambacho hakina chochote.
Mstari wa pili, tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Jina la Bwana litukuzwe. Yaani ijapokuwa mimi ninaona unabii, ninaonyesha unabii katikati yenu, nina uwezo wa kukemea kila nini, hata ninaweza hamisha mlima, ninaweza ondoa mapepo, lakini sina upendo katikati yenu, mimi ni bure. Haleluya, amen. Upendo katikati yetu udumu, maana neno linatuambia na upendo undugu na udumu. Upendo wetu usipungue, upendo wetu usisimie, upendo wetu usipunguke. Tuishi katika upendo wa Mungu kama vile Bwana alivyotupenda akajitoa ili afe kwa ajili yangu na wewe, ili mimi na wewe tuokolewe, tupate uzima. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa sababu yeye ndiye upendo katikati yetu, ajidhihirishe nasi tujidhihirishe na upendo, tuonyeshe upendo huo katikati yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Maana nikiwa na upendo sitachukia dada yangu, na sitasengenya dada yangu, na sitamuongelea mabaya. Nikisikia mtu yeyote naye nena mabaya juu ya dada yangu, mimi nitaenda nimwambie, wewe kome kukuongelea ndugu yangu ama dada yangu, sababu hawa ni ndugu zangu ambao tunaenda nao uzima. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua ndugu wa kweli, dada wa kweli ni wale waliokubali neno la Mungu na kutenda mapenzi ya kweli yaliyo ya Mungu. Hao ndio wandugu walio kweli, maana tutaridi nao uzima wa milele. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kama wewe umekataa neno lililo la kweli, neno lililo la upendo katikati yetu, Bwana anasema wewe si ndugu yangu. Sababu sasa wewe hutaki kweli katikati yetu. Wewe mikutano mbili staki. Sawa? Tunasikiliza mkutano ma? Jina la Bwana litukuzwe. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaiti kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Yaani ninaweza kutoa mali yangu, ninajifanya ati vile unaonanga wandugu zetu wako, ikifika siku ile ya kufungua wanasema wanaanza kukawa watu michele, kawa watu sijui nini, sijui pesa. Mbona wasifanye siku zote? Mbona wangoje tu siku ile ya kusema ati tunafungua ndio tunasaidia maskini? Na maskini huyo hako siku zote. Lakini wewe unangoja ati mpaka mwisho wa mwaka ndio ukuje usaidie mtu. Kama una upendo wa kweli, fadhili mtu wakati wowote. Tusiwe na majira ya kusema ati sasa wewe kufadhili mtu ati mpaka Disemba ndio unakuja sasa unaniletea ungangano. Kwani hauwezi niletea hapa katikati nikule chapati? Jina la Bwana litukuzwe. Kama unanipenda nifanyie hivyo, ili nikaweze kuishi katika upendo. Lakini hata nijichome moto. Na mwingine hako wapi hapa? Jina la Bwana litukuzwe. Maana neno ndilo linaturuhusu, tukiwa tunashirikiana, tusiwe na mmoja wetu awe mbali, kwa sababu atatoka hapa hana chochote. Jina la Bwana litukuzwe. Maana ni mbegu hii itaingia katika mwiba, na mwiba isonge, itaingia kwenye mwamba, nao mwamba ioseshe, itaingia kwenye barabara, naye huyo ndege tone arokote iende. Sasa unatoka hapa ukiulizwa tulijifunza nini? Hujui chochote. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo wana wa Mungu, katika siku ya leo Bwana anatupenda. Neno linatuambia hivi, mstari wa 4. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo
hauhusudu, upendo hautafuti mabaya, mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Yaani upendo una mambo mengi. Upendo yani ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari. Yaani ukiwa na upendo hauna mpaka, upendo hauchakui, upendo haupakui. Upendo huo ndio Bwana Yesu Kristo alituajia hapa katikati yetu, tuishi katika upendo. Maana nikikupenda mimi nitakuombea popote ninaenda kulala, huwa ninaomba kwa ajili ya dada huyu, kwa ajili ya huyu, kwa ajili ya huyu mwingine, kwa sababu ya upendo ambao Bwana ameniweka. Hata Bwana akinijalia nibariki na kitu, kwa sababu ya upendo nitaambia wapendwa, niseme wapendwa, kuna hili Bwana amenibariki nacho, njoo tufurahi pamoja nanyi. Upendo istahili iwe na unafiki katikati yetu. Wana wa Mungu, watakatifu wa Mungu walipewa upendo ulio kweli, upendo wa Kristo mwenyewe ambaye ametupenda, alijitoa kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tukaweze kupata uzima ulio wa milele. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Maana upendo huu umefunuliwa katikati yetu. Si kila mmoja amefunuliwa habari za upendo. Si kila mmoja amefunuliwa habari ya upendo. Ati 6, haufurahi udhalimu, mbali hufurahia pamoja na kweli. Yaani haufurahi udhalimu. Ati mtu anakuja kutumia kimapafu, anataka kukunyang'anya kitu chako kimapafu. Upendo hauwezi kubali. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Yaani tukaweze kujua upendo. Bwana aweke upendo ulio wa kweli ndani mwetu, katikati yetu, tuishi katika upendo wa kweli. Yaani tunapokaa tunakaa tukiongea habari za kuombea wandugu zetu, kuombea dada zetu. Mahali amepungukiwa, si ati wakati mtu amepungukiwa hana chochote unaanza kumsema unaona huyu hata ako na shamba lakini ona ati hana chochote. Hana upendo uzidiri. Yaani upendo unazidiri, unafunika uchi wa mwenzako. Upendo unafunika. Upendo hauwezi kufanya ati unatoa mambo ya mwingine uyapeleke kule kwa mataifa uambie mmesikia fulani. Hapana. Upendo wa kweli unakuja katikati yetu, inaisha, tunaomba, tunasema hili ndio limepata ndugu yetu, wacha tumuombe. Tunapoomba hilo linaishia hapo kwa sababu ya upendo. Na tunaambia Bwana fanya vile umeona kuna shida kwa huyu, tenda kwa jina la Yesu. Na Bwana anatenda. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini nikiwa hata ninatoa unabii lakini sina upendo, ninaongea habari mbaya kuhusu wapendwa, ninaongea mambo ambayo hayawezi kuchenga, siwezi kuwa hata wa kufadhili. Neno linasema mimi ni mtu bure, sina upendo katikati yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Bwana amani ametaka siku ya leo tujifunze habari za upendo kama vile yeye alivyotupenda, nasi tukaweze kuishi ndani ya upendo huu kwa jina la Yesu Kristo. Si Bwana wa amani atubariki. Na tuishi katika upendo. Na neno limesema tupenda. Kuna wimbo imesema kuwa watoto wa Mungu tupendane sote, ndani mwa Yesu hatutajana, kweli hatutajana, ndani mwa Yesu hatutajana. Kwa hivyo ndani mwa Yesu hatutaachana, tuishi kwa upendo, tupendane sisi zote kwa Bwana
tuna uzima wa milele ambao tunaungoja. Si Bwana wa amani atubariki. Amen.